Why don't you be as trustworthy? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini usikuwe trustworthy? Wewe unapata mshahara, unakula yote. Unaenda kwa Dorini, amepata mshahara wa shilingi 10,000, ametoa ndani 1000, bado unamkopa. Nipatie tu kama 500 niende kupeana, nitakurudishia. So unajua mimi napatanga mshahara mingi kukuliko. Wewe unakosea. And that's why we will get ourselves into stagnancy. Mahali pamoja tunazungukia na watu wakisonga wapi? I talking to someone. Some maandiko. Tumeshika kitu. Tuache akili. Bwana Yesu asifiwe. Tuache akili. Bwana Yesu asifiwe. Maana mimi mtanidanganya, lakini Jehova aliye hai, you will never lie. Hautawahi mdanganya. Yeye anatambua hata ndani ya moyo, anatambua vile unavyotembea, anatambua vile unavyopata. Hata ukinidanganya, yeye hautamdanganya. Am I talking to someone? Sema Bwana Yesu, niondolee akili mengi, nipatie ujasiri ambao uliopeana. Sema amen. Yes. Kitabu cha Joshua 6 kuanzia penyewe kinasema hivi: basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. 2. Bwana akamwambia Yoshua, tazama, nimeutia Yeriko katika mkono wako na mfalme wake na mashujaa wake. Mama, simama uombe kwa neno. Naomba kwako katika maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, jana leo mama mwingine anataka kusimama aweze kupanda mbegu za anapoenda kuhubiri Mungu Baba mkabidhiwe kwa maana ni Bwana. Nimeomba machache katika jina la Yesu Mungu na kuamini. Pigie makofi mazuri sana. Baada ya kufa kwake Musa, you know, God has the reason, because if you find out that Musa mwenyewe alipopatiwa kibali kwa ajili ya kuongoza wana wa Israeli, the Bible says Musa mwenyewe alikuwa ni mtu ambaye hawezi zungumza. Alikuwa ni mtu gani? Kigugumizi. He was a stammerer. Kwa Kiluya mnaita namna gani? Mundu sherecha. Anaitwa namna gani? Mtu wa shibekara. Sirimi. Talking to someone. Sirimi. Biblia inasema ya kwamba Mungu akapatia Musa, akamwambia Musa, haijalishi vile ambavyo ulivyo, mimi ninakutambua. Hata uwezi zungumza mbele ya umati, lakini nimekupatia mamlaka. Wewe utaongoza kikundi cha wana wa Israeli, vizazi vyote 12 hadi katika mwisho wa Kanaani. Lakini akatambua njiani Musa atatoweka. Lazima kuna yule ambaye atakayemshika mkono. Sema amen. For every step, God has to give you a helper. Mungu lazima akupatie nani? Msaidizi. Are we together? Mungu lazima akupatie yule ambaye atakaye kushika mkono. Maana wewe peke yako, you will be defeated. You know why? Unajua ni kwa sababu gani? Wangapi wako na macho nyuma? Wangapi ni tiboni nyuma? Kwa maana Mungu akasema ya kwamba unapoondoka kwa ajili ya safari, lazima nikupatie msaidizi. And he made a decision, akijua kwamba Musa mtumishi wangu hatafaulu kwa safari. I must select someone atakaye msaidia.
ndio maana unaona kwamba behind every woman, msemo wa Kiluya ama Kimaragoli ama wa Kiswahili, Oshai, behind every man, oh, hebu ongea mama, unajua ndio nakupenda. Hebu ambia, you know, Mungu anapo, when he made a decision to select his people, lazima aweke msaidizi, na yule ambaye amemwekea msaidizi lazima he is successful. Hakuna vile Mungu atakupatia kazi ambayo hautafaulu. Mimi nataka leo nikuambia, leo haijalishi ulikuja Nairobi namna gani, hata kama ni pepa baka, hata kama ni kwa Mungu, hata kama ulikuja na gari ya maiti, you shall go back kama una msaidizi mzuri ambaye ni Jehova, kama unaendesha. Amen. Are you around? Yes. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ana akaamua lazima nimchague Joshua. Nimchague nani? Naye Joshua hakukata tamaa kuchukua ushukani. He made a decision after Moses died. Biblia inasema kwamba akaamua kuchukua ushukani ili kuongoza kikundi cha wana wa Israeli. Are we together? Ninaomba watu wawili ama watatu watakao kuwa na roho kama ya Joshua katika ile kanisa. Amen. Naomba kama watu 4 watakao jitokeza na roho ya Joshua ndani ya kanisa hili. Because when I was out, nikapewa ripoti kuna watu wamesimama wakasema kwamba lazima kanisa hili litajengwa. And I was happy. Is someone around? Nilikuwa na furaha. Nikajua kwamba there is Joshua ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba akasema walipofika mahali wakafika mji wa Jericho, wakapata mji ule umefungwa. Biblia inasema ya kwamba Joshua hakusononeka, Joshua hakulia, Joshua hakutafuta msaidizi, bali alitambua kuna msaidizi bora ambaye ni Jehova atakayenisaidia. Na Biblia inasema ya kwamba wakamwambia Joshua, mji wa Jericho umo mikononi mwako. Someone around. Bwana Yesu asifiwe. Mtu hapa hivi wakati anapoteza mzee, mara moja unasikia kwamba wewe bado mchanga utaoleka. Sema ishindwe. Hata kipoteza mama, wewe bado mchanga utaoa. Nani amesema hiyo? Kwani unakulinda bana hata?